Mutagari wa Meru TV ndene ya nthiguru yonthe kuna gento gitawa Naincho. Naincho ni gento kithagirwa kithongi sana. Naincho yumaga kiri njuki. Antu bara baingi ntere mwanya ni bonekene kwithirwa batena umenyo bwa kwithirwa bakirithia kana kwithirwa bagika kanyamu gaka getawa njuki. Ntukwe narua twithirwe tugicemania na gikundi kimwe gicitaniritie gutigira nigikunengera antu mataro aja ndene nthiguru yonthe ya Kenya jegie kurithia njuki. Ugategera kagitana gaka gintu kiria namberi yakio ni kimwe kia machini ira bomba githira bagitumira kagitana kana kinya mutaramu agatwira machini izi ngugi yo ni iriku. Kwa hivyo karibu sana, Mubango ni murimi umume oni betwa Dennis Mutuma Muthomi twendene ya Meru TV mbitikirie twite imwe kwa imwe tukone mutaramu wetu antuko. Kwa majina naitwa Kennedy Mwangi ama Ken, mwalimu Ken, mkulima na pia mwalimu wa kulima wa nyuki. Tunafunza ukulima wa nyuki kwa kampuni ambayo inaitwa Wayfarm Green Limited. Tuko hapa tukifunza wakulima jinsi ya kulima nyuki kibiashara, kwa sababu kuna ukulima tu ulime na kuna ukulima biashara. Ni mambo tofauti. Kulima tu ulime na kulima kibiashara, hiyo ni mambo tofauti. Alright, swali langu la kwanza. Yes. Kwa nini nifuge nyuki? Sababu ya kulima nyuki, nyuki inakusaidia. Kwanza, ukiwa na nyuki we ni tajiri, kwa sababu ni asset. Asset ni kusema ni ya kwamba unaweka nyuki pale ama unalima nyuki pale kwa ajili upate pesa, kwa sababu nyuki inakusaidia wewe kama mkulima kupata pesa, kwa sababu nyuki wakati umefuga nyuki inatoa kama mazigo, kama asali at least kwa mwaka unaweza toa mara 3. Ukielewa kwamba hii mzinga kama hii mizinga 5 1 2 3 4 5 6 hii mizinga iko hapa, moja agarau ikupatie kilo 15. Hizi ziko hapa mizinga kama 5 itakupatia kama kilo gapi? Kama more than 80 kg just one harvest. 85 kg at least ukiwa umeharvest one ama ukiwa umeharvest mara 3 ama hii mizinga kama hii kidogo sana iko hapa ikikupatia at least 200 ama 250 kg or even 300 per year at least, hiyo ni pesa mzuri kama mkulima. Na hapo kuna pesa kwa sababu imekuajiri. Na kitu kizuri kwa nyuki pia ni uko kama landlord. Kuna wengi wako na maono ya kuwa landlord. Ukiwa landlord, wakulima wa nyuki unawekea nyuki hizi nyumba ama mizinga, inakuja ina rent, then mwishowe inakupatia faida. Unaenda pale unaitisha pesa nyuki nipatie pesa, inakupatia mara moja. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu hiyo ni pesa umeweka hapo. Ni kama landlord, lakini wewe ni landlord wa nyuki. Na unaweza kuwa na faida mingi kwa sababu hakuna mambo mengine, ni tu kuweka, utakuwa pale sijui unafanya nini, hapana. Ni tu kukojea nyuki inakupatia hizo pesa zote. Kuna mtu angetaka kujiuliza swali moja. Apart from hii asali ambayo tunaipata kwa hawa nyuki, kuna manufaa mengine gani pengine ya huyu mnyama? Haya, mnyama ama nyuki inasaidia kwa agriculture. Tumesema sana ya kwamba hakuna mtu ameyeenda kwa duka akanunua pollination. Hakuna. Kama fertilizer. Na ikiwa kunaye anaweza atuambia kwamba hii ndio kipimo ya pollination, nimepeleka pale kwa shamba. Hakuna. Kwa hivyo nyuki ina muhimu yake kwa sababu inafanya ile pollination kwa mimea na inasaidia kuboost the production. Kwa hiyo tunasema kwa lugha ya Kiingereza ya kwamba pollination is worth than any fertilizer hapa duniani. Yes, right. Pollination is worth more than any form of or any product ambayo inaitwa fertilizer hapa duniani. Hiyo bwana Ben ni kumaanisha mkulima ambaye ameweka nyuki, shamba lake ni bora zaidi ya yule hajaweka. Yes. Ule ambaye ameweka nyuki ako na faida mingi sana
kuliko mkulima yeyote. Yes. Right. Yes. Tumetoka kwa asali tukaenda kwa pollen. Kuna manufaa mengine kabla tuende upande mwingine? Manufaa ya nyuki ni mingi. Hata hatuwezi maliza. Hapa tutakaa kwa mwaka moja. Manufaa ya nyuki ni mingi sana. Kwa sababu ya nini? Manufaa ya nyuki, kitu ya kwanza, inakusaidia wewe mkulima. Kitu ya kwanza, inakusaidia kwa maybe kwa mambo inahusu hiyo asali ukipata unaweza tengeneza vitu tofauti tofauti, pia inaweza kutibu magonjwa. Kwa hivyo manufaa ya nyuki ni mingi sana. Tukipaga moja kwa moja ni mingi sana, lakini tukifanya ile general naweza sema kitu ya kwanza, nyuki inakusaidia kwa agriculture ambayo inasaidia for the pollination. Pia nyuki inasaidia kwa mambo inahusu pia ni ornamental. Pia kama vile unaweza weka paka, unaweza weka ng'ombe, ama unaweza weka mbuzi kama nini. Nyuki pia unaweza weka pale kiwa ornamental kama maua ya nyumbani. Kwa hivyo faida ni mingi sana tukiangalia moja kwa moja, lakini kuna zile faida kuu ambazo zinasaidia wakulima kwa njia kubwa. Katika hii hafla yako ya kufunza wakulima nilikusikia ukitaja kitu ambacho najua watazamaji wetu wangetaka kukisikiza, kwa sababu pia mimi nilikisikia kwa siku ya kwanza. Hii inaitwa venom. Tungetaka kujua about hii venom, mnasema ni ya nyuki, na nilisikia mkisema ni kitu ambayo ina pesa mingi zaidi. What is this about hii bee venom? Bee venom, wakati umedungwa na nyuki, hiyo ndio venom. Hiyo sugu, hiyo ndio venom inaingia nyuki. Ambayo venom pia ukiangalia venom vile inatumika duniani kote, inatumika kwa industry ambazo zinatengeneza madawa. Ukiona venom vile inasaidia wakulima ama inasaidia industries, unapata venom inatoa madawa mingi tofauti tofauti. Hapo ndio venom unaona inasaidia. That is, unaona tunasema kila kitu kwa soko, hakuna kitu haina market. Lakini market inaletwa na the demand is high, the supply is low. Where the demand is high and the supply is low, hapo ndio inakuja kuna market. Kwa hivyo unapata ya kwamba the product ambazo unapata ya kwamba ni kama venom. Venom wakati unakuja unaona ya kwamba hii ni venom ambayo inatolewa kwa nyuki, inasaidia kutengeneza madawa aina thousand. Kwa hivyo ukipata ya kwamba now produce kama hapa Kenya ni producers wangapi wa venom, unaweza pata hakuna. Kila mtu inaweza kosa. Yes. Right? Hakuna. Haya, ni wangapi wamegojeka? Wengi sana. Kwa watu 10 unaweza pata watu 10, watu 9.5 wamegojeka. Nusu yake ndio hajagojeka. Tunaelewana? Yes. Yes. Alright. Kuna mtu sasa angependa kujua jinsi ya kuanzisha kuweka hawa nyuki. Kwa sasa nimeona mko katika kaunti ya Tharaka Nithi. Mtu anataka kujua nitaanzaje kuweka hizi vitu. How do I start this thing? Kwanza ndio tumekuwa hapa pia tukifunza wakulima. Kitu ya kwanza ni kuitikia kusoma. Ukiitikia kusoma ndio hii information yote unaipata. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni kusoma. Hatua ya kwanza ni kusoma. Ukisoma hii mambo ingine inafuata. Kwa sababu hapa ndio utakuja uone kama vile tukisema mambo ya venom. Sisi kama kampuni kuna vile tunatumia ama kuna kitu tukiongeza venom ya nyuki, hiyo kitu ina shoot bei kabisa. Kwa sababu venom kuna vile utatumia kwa mambo mengi. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hatua ya kwanza ya mkulima ili iweze kusaidika, kitu ya kwanza ni kuitikia kuungana na wale wengine ili tuweze kusoma tukiwa wote. Hiyo ingine inakuja kwa masomo, tunakupeleka step by step. Kama hivi kama tumekuja hapa ama tuko hapa Tharaka Nithi, una join the centers ambao tuko nazo, ambapo kwa saa yeyote anakuja kwa platform hii ya jamii, hatuitishi maneno mingi, wewe ndio tunakuhitaji usome ili uweze kuimplement hiyo masomo na itakuja kukusaidia. Mkisaidia mtu na hawa beehives mnamsaidianga pia kupata nyuki ama waweze kukuza ama kunakuwa namna gani? Kwa wakulima wote ambao wanalima nyuki, tunajua kuna shida ambayo iko
duniani kote. Nyinyi wakulima ndio mumeua nyuki, nyinyi tu ndio mnamaliza nyuki. Kwa sababu ya nini? Mnatumia madawa kali ambayo inaua nyuki. The result inakuja nyuki zinakufa sana. Kwa hivyo pia tunahimiza jamii, hii maneno ya kutumia madawa pia haijakubaliwa. Hiyo tunawaambia tafadhali wakulima, ikiwa mnataka tuwe na nyuki, tuache kutumia madawa sugu ambayo inamaliza nyuki. Kwa sababu nyuki ikikufa leo, kesho ni wewe. Na utakufa tu, kwa sababu utaanza mashida ya kansa na kadhalika. Kwa sababu ikiwa nyuki yenyewe inakufa, kesho ni wewe. Hiyo kitu nanyunyuzia dawa kali, kesho ni wewe utakula. The result ni wewe pia utakuwa kwa msafara. Kwa hivyo hii ni maneno ambayo pia kwa jamii lazima jamii tuyaambie ya kwamba kuna umuhimu ya kutotumia madawa kali ambayo wakulima ambao wanatumia inaua nyuki. Na nyuki ikikufa pia hakuna pollination, kwa sababu tumesema hapo mwanzo ya kwamba hakuna mtu anaweza niambia hapa Kenya ama pale Amerikani ama wapi kwamba anataka ananunua pollination. Pollination lazima inafanywa na nyuki ama the other agent of the pollinators agent. Yes. Alright, asante sana. Tukiangazia katika haya masuala, tuingie katika hesabu kidogo, tuingie katika masuala ya hesabu. Kuna mtu angetaka kujua kwanza kabisa, nyuki nilisikia mkisema zina familia. Maybe you can tell us something about familia ya nyuki, na pia utuambie familia moja na kuanga na nyuki kama wangapi, na hao nyuki wangapi wanatoa kiasi kama gani cha asali. Okay. Kama vile tunasema Mungu alikuwa na mpango akiumba kila kitu. Kama vile wewe kuna mahali fulani umetoka, pia nyuki haijatoka ati kama imetoka biguni imekuja imekuka hapa chini. Hapana. Pia nyuki kuna vile iliumbwa. Na ndio nasema Mungu akiumba mtu, pia nyuki aliumbwa. Na nyuki hatuongea ati ni kitu ambayo imeletwa hapa Tharaka Nithi jana, leo imekuwa. Tunaongea kitu ambapo pia imetoka huko bali imekuja ikizaana kama vile wanadamu vile wanazaana. Kwa hivyo the families ama families za nyuki tunaziita colonies. Colonies ni kusema ya kwamba iko na impact kubwa sana, kwa sababu inakuja inakusaidia ya kwamba kwa hiyo familia iko na queen, iko na watu wale wanaishi mahali pale. Kwa hivyo kila mtu ako na sehemu yake ya kufanya kazi. Hiyo ndio combination ya hiyo hao wote inaitwa koloni moja ya nyuki ambayo imebeba kiasi fulani ya nyuki. Right. Yes. Na pengine mkona kwa sasa umesema mmeingia kaunti ya Tharaka Nithi. Mmekuwa kaunti nyingine? Yes. Tumekuwa kwa kaunti kadhaa. One, Mount Kenya East. Right. Yote. Embu, Tharaka Nithi, Meru. We have other counties ambao haziko kwa Mount Kenya East. Do you have a target? Yes. Our target ni kumobilize counties zote Kenya. Lakini kwa phase ya kwanza tumeanzisha mahali ambapo wakulima wengi kutoka kaunti hizo zingine wanaweza kuja wasome na hawa ambao wameshaanza. Hiyo ndio target ya kwanza. I mean, the Mount Kenya East ni kuwa platform ama ni kuwa benchmarking ya kaunti zile zingine. Kwa sababu si wote tutawaita kwa farm zetu, that is so easy farms. Pia tunataka ziwe owned by farmers ambao watakuwa hapa locally na watakuwa kwa system. Unaingia kwa system, unaona huyu mkulima ni mgani analima, unafinya hapo, then from there system inakupeleka kwa huyo mkulima. Unaweza enda kusoma pale. Okay. Bwana Ben, kabla niende kwa swali langu la kumalizia ndio pia tuhesabie mambo ya OIFAN. Bwana Ken, sorry. Yes. Nilikusikia pale kwenye mkutano ukisema ni swali wewe ambalo nimelisikia nikasema si lazima nikuuliza kwa watazamaji wangu. Kudungwa na nyuki si kitu mbaya. Ningetaka kujua kwa nini. Ukiuliza watu wengi wanaogopa nyuki kuliko vile wanaogopa mbwa. Ati mtu nyuki unaweza kimbia hata kuliko hili inaitwa elephant Ati unaweza kimbia ile bio zaidi kuliko ya elephant, uone elephant pale uone ndovu, uone ndovu pale uone nyuki. Watu wengi wanakimbia ile bio zaidi kuliko ya ile ndovu unaona. Kwa sababu watu wamekuwa kwa environment ya kusemekana nyuki ni kitu inapaswa kuwa kwa misitu, haipaswi kuwa kwa watu.
Hiyo fear ndio kitu ya kwanza. Watu wanaamini ya kwamba nyuki ni kitu ambayo ilipaswa kukaa na watu. Sasa kwa saa hii, ukulima wa saa hii tunasema ya kwamba nyuki ndio unapaswa kukaa naye hata kuliko chochote ambao unakaa nayo kwako nyumbani, kwa sababu ni kitu ina maana, inakupatia service hiyo yote. Ni nini ambao mtu anaweza niambia kama mkulima unaweza weka nyumbani inakupatia biashara, inakupatia pollination, inakupatia kila kitu? Nini ingine mtu anaweza weka kwake inakupatia faida hizo zote? Hakuna. Kwa hivyo tunasema ya kwamba wakati unakaa na nyuki, pia nyuki ni daktari. Kuna ile jina ingine tunaweza daktari nyuki daktari nyuki anakutibu, kwa sababu daktari nyuki ndiye anatoa vitu za kukutibu. Kwanza hapo instead sasa hii daktari nyuki akuje sasa anakuja direct akakuduka. Sasa hapo daktari umepatana na daktari directly sasa wakati amekudunga. Sasa na hiyo stinging hiyo venom ndio inauzwa pesa mingi sana. Ndio hiyo venom inatengeneza byproduct. Yes. Alright. Tuingilie mambo ya hizi mavazi, kana baadhi ya zana ambazo mnatumia. Kwanza tunaanza na uniform yako umevaa. Tungependa kujua haswa umuhimu wa kama mkulima kuwa hivi ambavyo ulivyo. Pengine unaweza tutajia, kuna gloves, kuna hii, nimeona iko na vitu nyuma. Tell us about hii maneno. Sasa hivi niko tumesema tumependa ile nyuki ambayo inauma. Hiyo ndio tajiri na hiyo ndio rafiki, na kwa sababu hatuwezi ambia watu ya kwamba lazima uvae kama mimi. Hii ni uniform za watu wa nyuki. Ukitaka kujua mkulima wa nyuki, hivyo ndio anakaanga. Kwa sababu saa hii inaweza tembelea nyuki na tusisubuane sana. Na wakati nimetembelea nyuki, nayo nyuki yani enyewe naweza harvest mpaka naweza toa asali, ama naweza nikiwa hivi niko. Okay. Kwa hivyo hii sare ni ya kukusaidia kwamba msisubuane na nyuki sana. Haya, tukifika kwa mashini kama hii. Sasa hii nayo ni ile inaitwa nini? Unaweka hapa ndani makaa normal ya jiko. Yes. Ama tumiti pale. Alright. Unaona? Sasa wakati unapulizia nyuki hivi inakuwa inactive. Ikiwa inactive, ama kwa Kimeru mnaita dogo. Dogo. Hiyo dogo ndio inakuwa hapa. That's smoke. Dogo inatuma nyuki inakuwa inactive. Then kutoka hapo ukimaliza shughuli zako, kabla hiyo active, sasa hamtasubuana. Kwa hivyo una minimize chances ya kusubuana kutumia smoke ama dogo. Yes. Ukiwa hivyo na plus hii machine, you are ready kuvuna sana. Hata tani 10. Hivyo kwa sasa. Zitasubuana naye. Right. Mtu akitaka kupata hizi nyumba za nyuki pengine anazipata haja kwa nyinyi kuwafikia. Sisi kutufikia, kitu ya kwanza unaweza tufikia na njia yote. Unaweza kuja kwa ofisi yetu. Pia unaweza chukua simu yako utupigie, na pia unaweza enda kwa our website ambao ni www.wayfarmgreen.co.ke, na pia unaweza ungana nasi kwa centers ambao tuko na mizigo unaipata kwa njia rahisi. Kwa hivyo kitu ya kwanza unaweza enda kwa your smartphone, uende kwa www.wayfarmgreen.co.ke, uende uone mambo mingi ambayo tumesema pale. Pia unaweza chukua namba yetu ya simu utupigie direct kwa ofisi. That is why iko hapa 07 16 03 16 57. Hii unapiga kwa ofisi direct na inapokelewa kwa masaa ya kazi. Then unasema vile ukitaka usaidiwe kwa ukulima, pia unataka miziga unaletewa mahali huko. Na mnasaidia wakulima katika kupata soko ya asali. Hiyo mambo ingine sasa, mkulima amepata hii nyumba, amepata beehives. Soko tunasema hakuna kitu iko kwa hii dunia haina soko. Kitu ile haina soko ni ile haina namna ya kupata soko.
Sisi kama kampuni tuna namna yetu ya kupata soko. Whereas kama saa hii tuko na system ambayo tunatumia kwa wakulima wote. Kwa hivyo you have a system ambayo inatusaidia pia kuhakikishia our clients ambao ni large scalers kuamini product yetu ambayo imetoka kwa wakulima, kwa sababu hatuendi tukisukukia asali. Tuna wakulima wale specific wanatulimia kwa njia ya contract. Kwa hivyo tuna uwezo wa kufuata vile ameendelea kabla tupate sasa asali yake. Alright. Kabla nikupe chance ya kuweza kufanya your final thoughts Yeah. Ningetaka kujua Wayfarm Green pengine mna deal na nyuki peke yake ama kuna kitu kingine kwa wakulima ambacho mnawasaidia? Kitu ya kwanza as Wayfarm na our farmers ambao wanaitwa Wayfarmers, ukitujoin unakuwa Wayfarmers wetu. Kitu ya kwanza tunasaidiana ya kwamba sisi ndio tuko na njia pekee ya ukulima kwa hii Kenya yote. Sisi ndio tuko na njia yenyewe ya ukulima sisi. Kwa hivyo tunakusaidia ya kwamba kuwa na njia mzuri ya soko, kuwa na njia mzuri ya pia kulima nyuki, na kuwa kwa njia mzuri sana na njia ambayo inakupeleka kwa soko. Kwa hivyo hatudili tu na nyuki. Nyuki ndiye mama yetu, kwa sababu nyuki ndio inakusaidia kwa pollination, nyuki ndio inakusaidia to the rest. Kwa hivyo nyuki ndio mama yetu, kwa sababu kwa chochote ambayo tunafanya either ni kwa ukulima, nyuki iko. Ukienda kwa industry ambayo tuko nazo za mabea processing to the final byproduct, nyuki yako. Kwa hivyo unaona nyuki yako kwa kila chochote ambayo tunafanya. Ukienda kama for example nimesema ya kwamba hatuko tu kwa mambo ya kilimo ya nyuki, pia tunasaidia wakulima pia kwa mambo ya ukulima matunda. Tuko na matunda apples ambao tuna advocate watu walime apples. Ukienda kwa website inakusaidia unaenda kwa apples, unaona vile tunalima apples. Unaenda kwa mahindi, sisi mahindi yetu hatulimagi ati 5 acres inakupatia gunia moja, kwa sababu wakulima wengi wanalipa 10 acres inakupatia gunia moja. Hata kupata gunia moja ni bahati tu. Sisi ni mahali kidogo tu unalima, kwa sababu pia nyuki inakusaidia kwa pollination. Kuna mtazamaji anakuangalia kwa sasa Meru, Embu, Isiolo, Mount Kenya region nzima, na angetaka kujua pengine swala lako la mwisho kuhusiana na ukulima wa nyuki na ukulima in general, unaweza waambia vipi? Kitu ya kwanza, watu wanasema hakuna kazi. Unashindwa wako kwa hii Kenya ama wako kwa Kenya ingine? Kwa sababu Kenya ambayo tuko sasa ni Kenya ambayo iko na kazi. Kwa sababu ya nini? Hii Kenya kama mahali eneo ambayo tuko na kitu inaitwa amani. Amani ambayo pia unalima nyuki zako na amani. Mtu ako na piece of land, hata ikiwa huna unaweza koboa mahali mwisho ununue yako. Kwa hivyo kitu ya kwanza tuitikia kwamba Kenya iko na kazi. Kwa hivyo vijana ambao pia tuseme ukweli tunaitwa kuchanua vijana, hebu tuwachanue sasa. Yes. Sasa kiukweli tuwachanue. Ukitaka uishi maisha mazuri, kitu ya kwanza, fikira ya kwanza ni vile wewe mwenyewe unaweza jiajiri. Hiyo ndio kuchanua vijana. Kujiajiri ni kusema mna gani? Ukulima ndio sekta ambayo inaweza ajiri kila mtu. Unaweza chukua kama hii program ya ukulima wa nyuki ikuajiri na uajiri wale wengine. Unaweza chukua one of the program ya ukulima isaidie na iweze kuajiri watu wale wengine. Kwa hivyo in short tunasema ya kwamba wakulima lazima tuelewe ya kwamba kazi iko kwa vijana. Pia unapata ya kwamba nyuki za kitabu ama watu wale walikuwa wanalima nyuki za kitabu ati ni tu lazima wazee walime, hao ndio tu wanaweza lima. Pia ladies, wanawake pia wanaweza lima nyuki na pia wanalima. Kwa hii platform yetu tuna ladies ambao wanalima mpaka large scale. Kuna wengine ambao wanaitwa widows. Unapata mzee alienda na huna kitu kingine alikuachia, lakini hata ikiwa alienda amekuachia nyuki, kwa sababu bado nyuki iko bado kwako. Kwa hivyo hiyo nyuki unaweza weka hapo iwe mzee wako, inakupatia pesa, unakaa nayo unaongea nayo, unaenda unaongea naye, inakuwa mzee wako pia nyuki. Yes, kwa hivyo pia kwa wale wanaitwa widows, Yes. Pia nyuki inaweza kuwa mzee wako. Inakupatia pesa, unaenda unasomesha na unafanya mambo yako mzuri sana. Kwa sababu mkulima mmoja ako na uwezo wa kupata inaia, ako na uwezo wa kupata mpaka 3 million. Wow.
annually. Yes, That is ula very- wa chini sana. Kitu nzuri sana. Large scale farmers, juu hiyo ndio maono ya members hao wote tunawasomesha. At least in a year mtu aweze kutengeneza 20 million. Yes, it is possible. All right. And ni possible na imefanyika kwa watu wale wengine wakulima. Okay. Yes. Thank you so much sir. Nimeshukuru. Asante sana, na pia kwa watazamaji wetu ina few, kuna baadhi ya kazi zako ambazo umekuwa ukifanya tutawaonyesha. Asante. Kwa dakika chache zijazo watakuwa wanaona zile kazi mahali unaleta zile bees na kazi zingine ambazo umekuwa ukifanya kufunza na kuhamasisha wakulima wote, mtakuwa mnaziona in the next few minutes hapa katika Meru TV. Mutagari wa Meru TV, thank you so much. Mubango juko kare murimi umume ukare na Daktari Ken kuma Way Farm bethiritwo agitigagira na kuritana na mantu jegi urimi na gwika njuki na tutariria mantu kathumba kuma mwambirio ugo no kwenda gwika njuki gwaku egeria ku approach tonya kire website ira thiro kiona baredie bete hata mtu akua wapi borake huku kwote, hata mtu akua Isiolo huko ndani mtafika ndani Hata si Isiolo peke yake. Hata ukiwa huko Netherlands, US, kuna wakulima ambao tuko nao wako huko, wako na mashamba hapa iko idle. Yes. Anakuja kwa nini tuna organize, na pia atakuwa every morning tuna system ambayo pia kwa kila siku anaona mahali yako kwa simu vile shamba yake inaendelea, na kwa Netherlands, wako huko US, wako huko wapi mpaka China, kuna watu wako huko na pia wako na shamba ambazo ziko idle hapa. Instead hiyo idle, tafadhali unaweza connect na sisi kwa njia ya kisasa na unalima mzuri sana. Si lazima tuwe hapa ulime, hapana. Hata ukiwa huko na ukiwa Mombasa, ukiwa wapi unaweza lima, ama in short mahali ambapo huko kwa hii dunia. Beautiful. Yes. Thank you so much. Bedro ngire kare mbango joitwaza. Oni beta Dennis Mutumamo Dhomi. See you next weekend.